Yesu lenye uwezo mkubwa wa kukushindia. Yeye ni Alfa na Omega, asiyetikiswa na chochote. Mwamini Yesu atakushindia. Utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana, hatuwezi kulalamika kuhusu ukombozi wetu. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Lingekuwa jambo dogo, kila mwanadamu analoliweza, usingekuja Yesu kutukomboa. Jamani, Bwana asifiwe. Imani ni nini? Imani ni kitenzi. Imani sio kitu tunachosema tunacho, lakini imani ni kitu tunachokifanya. Kwa hiyo mtu anasema nina imani. Imani yako kwamba iko unayo itaonekana kwa wewe kufanya. Kwa imani ni kitu tunachokifanya. Imani ya kweli haibaki katika maneno. Imani ya kweli hudhihirika katika vitendo. Bwana asifiwe. Imani ya kweli itautambua uwezo wa Mungu, itaukubali uwezo wa Mungu, itapiga hatua kuutegemea huo uwezo wa Mungu. Nazungumza habari ya imani inayomuitikia Mungu. Imani ni kumfuata Yesu, maana yeye pekee ndiye anayejua njia. Yeye pekee ndiyo njia. Kwa hiyo imani ni kumfuata Yesu, kufanya maamuzi ya kupiga hatua, kuambatana mahali pote anapokwenda ndipo ninapokwenda. Kama mtunzi wa wimbo anavyosema, nitakuandama kote uendako. Imani ni kumuandama Yesu hatua kwa hatua, mguu kwa mguu. Kuwepo kwa imani, sikiliza, kuwepo kwa imani kunaashiria kuwepo kwa ugumu, kwamba iko shida. Kama isingelikuwepo dhambi, kama yasingekuwepo matatizo, majaribu, magonjwa, adha mbalimbali, imani ni ya nini? Hakuna haja ya imani. Kwa hiyo tunapozungumzia imani, maana yake kuna hali ya mtu kukwama, kuna hali ya mtu kugota, kuna hali ya mtu kuzidiwa, kuna hali ya mtu kulemewa. Na kwa hivyo anahitaji nguvu iliyo kubwa zaidi ya tatizo lake. Anahitaji nguvu ambayo itazidi changamoto alionayo. Tunazungumza habari ya imani. Mungu anapotoa maelekezo, maagizo, swali ni kwamba unaitikiaje? Mwana Kasulu, unaitikiaje? Mgeni uliyekuja kwenye makambi siku ya leo, unaitikiaje Mungu anapotoa maagizo, Mungu anapotoa maelekezo? Wako mashujaa wa imani
ambao walimuitikia Mungu kwa kufanya alichoagiza, hata kama hawakuelewa, hata kama watu hawakuwaelewa. Nataka nikwambie kwamba ukiwa na imani na ukatamani moyoni mwako ya kwamba mimi nataka Mungu pekee atukuzwe, sio unafika mahali unasema mimi nina imani Bwana, mimi nina imani Bwana. Nataka nikwambie kwamba utapigwa. Lakini ukisema mimi ninamwachia Bwana, yeye mwenyewe atukuzwe, yeye mwenyewe apokee sifa, yeye mwenyewe apokee utukufu, mimi ninamwachia Bwana, mimi nimejiachilia mikononi mwake. Ukijiachilia mikononi mwa Bwana, ukatoa nafasi ili Mungu mwenyewe apewe sifa, nataka nikwambie kwamba ushindi ni wako. Nasema ushindi ni wako. Nasema ushindi ni wako. Nasema ushindi umeshaupata. Nataka nikwambie kwamba chochote unachokabiliana nacho, hauko peke yako. You are not alone. You are not alone. Hauko peke yako. Ukikabiliwa na vita, mpiganaji ni Yesu peke yake. Ukikabiliwa na changamoto yoyote, Yesu ndiye anafanya. Yesu mwenyewe alikuja kushusha zile kuta za Yeriko. Walionekana wana wa Israeli wanapiga kelele, lakini aliyekuwa anazisukuma kwa fujo alikuwa ni Yesu. Tena akigusa tu mkono wake hivi, zinaitika zenyewe kwa kugusa tu pale, kwa uwepo wake tu peke yake na kutazama tu peke yake. Huenda hata akugusa, alitazama tu akasema kuta dondoka, na zikatii. Bwana asifiwe. Yesu mwenyewe atakuja kushusha kuta zinazokusumbua. Ziko kuta, kuna kayeriko kanako kusumbua. Kuna kayeriko kanako kusumbua. Kuna kayeriko kanako kunyima usingizi. Kuna kayeriko ambako kanakupa homa. Kuna kayeriko ambako kamekuchosha. Kuna kayeriko kana kusababisha utamani hata kuacha kanisa, utamani kuacha kuimba, utamani kuacha kufanya kazi ya Bwana. Hako kayeriko, nataka nikutangazie mchana wa leo, Yesu yuko tayari kukadondosha.